Mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026, kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini nchini kilifanya operation maalum jiji la Dar es Salaam za kutafuta wafadhili na wawezeshaji wa ununuzi wa madini nje ya mfumo wa masoko, ambapo tumebaini liko soko la ununuzi wa madini lisilo rasmi maeneo ya mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam katika jengo moja lenye ghorofa 5 ambalo lipo katika mtaa huo, na imekuwepo tabia ya wachimbaji wa madini kwenda kuuza madini katika eneo lile nje ya utaratibu wa masoko ambayo yanatambuliwa kiserikali, na eneo hilo hivi sasa liko chini ya ulinzi na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi, yaani hili soko mpaka lilikuwa linawaajiriwa kabisa, wametengeneza mfumo wao kama mfumo wa kiserikali, na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipwa baada ya kuwa wamepeleka madini yao. Aidha, kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndio alikuwepo baada ya mengine kuwa yameondolewa, lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu ikiwemo mashine 2 za XRF aina Nickel DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, vyungu vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,500 ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo, lakini uchunguzi unaendelea. Inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu hili kufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamfahamu kwa jina kwa sababu ya maelezo ya watuhumiwa ambao waliyatoa pale, atakamatwa. Mnyororo huu hatutauachia hapa. Hawa ndo watakuwa chambo ya kutuambia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi katika soko bubu. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu fikirieni, yaani kuna mtu katika nchi yetu ya Tanzania ana guts za kutengeneza mfumo sawa na mfumo wa serikali. Ana soko lake la madini, kapangisha nyumba, ameajiri watu, na madini anakwenda hapo aende katika soko la serikali. Lakini pia wamiliki wa nyumba, nataka niwape angalizo. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambayo ninyi hamuhusiki, lakini kama mtu anaweza akaweka mitambo yote hii, ndugu waandishi wa habari, mitambo yote aweke ndani ya nyumba yako Kwa mwisho wa siku sisi tukienda task force, mimi sijui mwenye nyumba ni nani, sijui nani mhusika, tunakamata watu wote. Tumeanza hapa mtaa wa Jamhuri, lakini kuna kasheshe tunaifuata sehemu nyingine, tunakwenda Masaki sasa. Kosikazi mimi na wataarifu tu watajijua wenyewe, lakini Kosikazi kitahamia Masaki hivi sasa. Ipo kazi tunaenda kuifanya pia kule. Tunataka mkoa wa Dar es Salaam huu tuweke sawa sawa, maana hapa ndo chanzo cha kila kitu. Watu wanajua wakifika hapa ni rahisi kusafiri, wanajua jiji lina watu wengi, mwingiliano wa watu wengi sana. Katika shughuli hii ambayo tumeifanya kwa kutumia task force yetu hii, tumemkamata raia mmoja kutoka nje ya nchi ambaye sio Mtanzania, amekuwa sehemu ya hili jambo. Kwa unaweza kuona hii connection haishii hapa tu, imetengenezwa mpaka nje ya nchi. Ndugu zangu, mara mwisho tumekutana tarehe 27 niliwaambia sekta hii
ikisimamiwa vizuri ina uwezo wa kuisaidia nchi yetu